Mfahamu Paul Biya, mwanaume aliyeongoza Cameroon kwa zaidi ya miaka 40, akiwa manusura wa jaribio la mapinduzi na mtu muhimu katika mabadiliko ya nchi kuelekea mfumo wa vyama vingi. Biya amekuwa ishara ya mamlaka ya kudumu. Utawala wake wa miongo kadhaa umegubikwa na mabadiliko ya kisiasa na utata, na kumfanya kuwa mmoja wa viongozi waliokaa madarakani kwa muda mrefu zaidi duniani na sura muhimu katika historia ya taifa la Cameroon. Paul Biya alizaliwa Februari 13 mwaka 1933 katika kijiji tulivu cha Mvomeka kilichopo kwenye msitu wa kusini mwa Cameroon. Safari yake kuelekea madarakani ilianza muda mrefu kabla ya uhuru. Alilelewa katika familia yenye imani kubwa ya Kikatoliki, akasoma katika shule za wamishonari na baadaye akaenda Ufaransa kwa masomo yake ya juu. Kama walivyo wasomi wengi wenye ulemavu wa akili. Na waita walemavu wa akili kwa kuwa bado wanaendelea kudhamini vitu vya nje ya bara Afrika, ikiwa ni pamoja na elimu. Yaani Mwafrika anaamini kwamba kila kitu kutoka kwa mzungu ni safi kabisa. Tumesahau hata mila na tamaduni zetu kama Waafrika, kila wakati ni kuparamia vitu vya wazungu. Tumeacha ndoa za wake wengi, siku hizi mtindo ni ndoa ya mke mmoja na michipuko kadhaa. Hapo kwa michipuko najua wengi tunaelewana, au sio? Si tunajuana huku mitaani. Kwa mafunzo ya wazungu, kuomba mizimu ni ushirikina, na wakati babu zetu waliishi kwa kuomba misaada kwa mizimu, siku hizi hata watu hawatumii tena mitishamba. Kazi ni kukimbilia dawa za kemikali kwa kisingizio cha kutafuta dawa strong. Hivi hawa wazungu watatuheshimu vipi ikiwa kila kitu bado tunakimbilia kwao? Basi Paul Biya akiwa Ufaransa akajipatia degree za sheria na sayansi ya siasa, akijiandaa kwa ajili ya uongozi katika taifa jipya la Afrika. Baada ya Cameroon kupata uhuru, Biya alipanda ngazi za kisiasa haraka. Kufikia mwishoni mwa miaka ya 1960, alikuwa mmoja wa watumishi wa umma wenye ushawishi mkubwa nchini humo, akihudumu kama katibu mkuu katika ofisi ya rais. Mnamo mwaka 1975 aliteuliwa kuwa waziri mkuu na rais wa wakati huo Amadou Ahidjo, na miaka michache tu baadaye angekuwa mrithi wa kikatiba wa Ahidjo kwa kufuata katiba ya nchi hiyo wakati huo. Katika hatua iliyoshtua sana taifa hilo, Ahidjo alijiuzulu ghafla mnamo mwaka 1982. Mzalendo huyu alipeana sababu za kujiuzulu kwake, ikiwa ni pamoja na kuzorota kwa afya yake. Kwangu namuita mzalendo kwa kuwa tumeona viongozi wengi walio tayari kufariki wakiwa madarakani. Biya, mkimya lakini mjanja, aliingia katika wadhifa wa rais. Ndio maana wahenga wakasema kwamba simba mwenda pole ndiye mla nyama. Lakini uhamishaji wa madaraka haukuwa rahisi. Mnamo mwaka 1984, jaribio la mapinduzi lilikaribia kumaliza urais wa Biya. Ilikuwa tukio la umwagaji damu na vurugu. Baadhi ya watu wanasema hadi watu 1000 waliuawa. Hivi mwanzo, unajua tukio hilo la uasi lilikuwaje? Lilikuwa hivi. Mnamo Aprili mwaka 1984, Cameroon ilikumbana na mojawapo ya matukio mabaya zaidi katika historia yake ya baada ya uhuru, jaribio la mapinduzi lililoshindwa ambalo lilikaribia kumwondoa Rais Paul Biya madarakani. Miaka miwili tu baada ya kuchukua hatamu kutoka kwa mtangulizi wake Amadou Ahidjo, Biya alijipata katika mzozo na jeshi ambalo lilikuwa likimtii kiongozi huyo wa zamani. Mvutano uliibuka huku Biya akianza kuwabadilisha maafisa wakuu na kuwaondoa wanajeshi katika kikosi cha elite cha walinzi wa jamhuri, wengi wao wakiwa watu wa kaskazini na washirika wakuu na wa karibu wa Ahidjo. Aprili 6, wanajeshi waasi walianzisha mashambulizi yaliyoratibiwa katika mji mkuu Yaounde, wakilenga kumteka rais. Lakini Biya, ambaye alikuwa amepata habari mapema, alifanikiwa kuepuka kutekwa. Mapigano makali yalizuka karibu na majengo muhimu ya serikali, na vikosi vya waaminifu vikajibu haraka. Ndani ya siku chache uasi ulikandamizwa. Ripoti rasmi zilisema kwamba watu zaidi ya 70 walikufa siku hiyo, lakini idadi halisi huenda ilikuwa ya juu zaidi. Ukandamizaji mkali ulifuata, kukamatwa kwa wingi, kesi za kijeshi na kunyongwa kulitoa ujumbe wa wazi. Ingawa Ahidjo alikanusha kuhusika kutoka uhamishoni, mashaka yaliendelea.
Jaribio hilo la mapinduzi lililoshindwa liliimarisha mamlaka ya Biya, likaliunda upya jeshi la Cameroon na kuashiria mwanzo wa utawala wenye mamlaka zaidi na wa kimabavu ambao unaendelea hadi leo. Basi katika miaka kadhaa iliyofuata, uongozi wa Biya uliwekwa alama na mabadiliko ya kikatiba yaliyoongeza muda wake madarakani, pamoja na kuondolewa kwa utata kwa ukomo wa vipindi vya urais mnamo mwaka 2008. Hii ni mbinu inayotumika na serikali au uongozi wenye mashaka kuondoa kikomo cha vipindi vya rais ili kuwaruhusu kusalia mamlakani kwa muda mrefu. Pia hukandamiza upinzani kwa kutumia njia zozote zilizo chini ya uwezo wao. Licha ya kuanzisha chaguzi za vyama vingi katika miaka ya 1990, Biya alihakikisha zinabaki chini ya udhibiti mkali. Matokeo ya uchaguzi mara kwa mara yalimuonyesha ameshinda kwa kishindo, mara nyingi yakikosewa sifa ya kukosa uaminifu. Miaka ilivyopita, utawala uliongeza mtigo wake. Wachache wa waliobobea lugha ya Kiingereza nchini Cameroon walianza kupinga miongo kadhaa ya kile walichosema ni kutengwa. Hebu nikuelezee japo kidogo tu kuhusu historia ya mgawanyiko huu. Nchini Cameroon kuna mgawanyiko wa wanaozungumza Kiingereza na wanaozungumza Kifaransa unaotokana na historia tofauti ya ukoloni, maeneo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi. Baada ya vita vya kwanza vya dunia, Cameroon iligawanywa kati ya Uingereza na Ufaransa. Sehemu ya kusini ya Cameroon iliyotawaliwa na Uingereza ilijiunga na sehemu iliyotawaliwa na Ufaransa mwaka 1961 na kuunda shirikisho la Jamhuri ya Cameroon. Tangu kuungana, wanaozungumza Kiingereza wamekuwa wakilalamika kuhusu kutengwa kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni na serikali inayoongozwa na wanaozungumza Kifaransa. Basi kilichoanza kama maandamano ya amani mnamo mwaka 2016 kilizidi kuwa mzozo wa umwagaji damu. Serikali ilijibu kwa nguvu za kijeshi na vurugu hiyo ilisababisha uhamishaji mkubwa, mauaji na taifa lililogawanyika. Wale waliokidiri kupinga utawala wa Biya walijikuta wamenyamazishwa. Nadhani unaelewa ninachomaanisha kwa kusema kunyamanzishwa. Waandishi wa habari, viongozi wa upinzani na wanaharakati walizuiliwa, wengi wakishikiliwa kwa miaka mingi bila kesi katika maeneo kama gereza maarufu la Kondengui. Mahakama za kijeshi zilibadilishwa mahakama za kiraia kwa kesi za kisiasa. Uhuru wa kujieleza ulibadilika na kuwa hatari. Wakati nchi yake ilikabiliwa na machafuko, Biya alitumia muda mrefu nje ya Cameroon, mara nyingi katika hoteli za kifahari huko Geneva. Wakati mwingine kutokuwepo kwake kulifikia zaidi ya mwezi mmoja. Uvumi wa afya yake mbaya uliendelea, lakini vyombo vya habari vya serikali vilikaa kimya. Kwa kweli ilikuwa kinyume cha sheria kujadili afya ya rais hadharani. Licha ya kuwa katika miaka yake ya 90, Biya alitangaza mwaka huu wa 2025 kwamba atatafuta muhula mwingine wa 8. Akiwa na umri wa miaka 92, yeye ndiye mkuu wa nchi mwenye umri mkubwa zaidi anayehudumu duniani. Mashine yake ya kisiasa bado iko salama, lakini ishara za upinzani wa ndani zinaanza kujitokeza. Washirika wa zamani kama Bello Bauba Maigari na Issa Chiroma Bakari wametangaza kugombea kwao, kuashiria changamoto nadra kutoka ndani ya mfumo ambao kwa muda mrefu umeonekana kuwa imara. Hata hivyo, viongozi wakuu wa upinzani kama Maurice Kamto wametengwa kupitia mbinu za kisheria na kisiasa na kuwaacha wa Cameroon wakiwa na chaguzi chache za kweli za kufanikisha mabadiliko wanayoyataka ya uongozi. Kwa vijana wengi nchini Cameroon, Biya ndiye kiongozi pekee wanayemjua. Utawala wake umezidi miongo 4, yani nazungumzia miaka 40, muda mrefu kuliko wastani wa maisha ya raia. Siku hizi watu kufika miaka hata 40 ni safari ndefu tena sana. Anasifiwa na baadhi ya watu kwa kudumisha utulivu katika eneo lisilotabirika, lakini anakemewa na wengine kwa kuvuruga uhuru na kuruhusu rushwa. Nimalizie makala haya kwa kusema kwamba Paul Biya bado ni kitendawili kwa wengi, mtulivu, mpole katika kuongea na mara nyingi haonekani, lakini anaongoza utawala ambao unatawala kwa nguvu.
Urithi wake umechorwa katika uvumilivu na mateso ya taifa ambalo bado linatafuta mustakabali wake.